think Patrick Matasi is guilty. Hapa hiyo bao ameconsider aje. Ashaipiga fan FC pale. Amewekelewa mbaya na rivals. Matasi is good to go. He should be out of this field. Mimi nataka Muhindi anijenge nitoke kwa block, kumbe Matasi anachoma bet. Hiyo satani ya Matasi ya fixing game iende kwa jina la Yesu Kristo. If you are a lawyer, Patrick Matasi mwenyewe ni ex-Ingwe. How will you defend him? And also, do you think he is guilty or not? I don't think Patrick Matasi is guilty. That's according to me. If I was a lawyer, I would always defend his case. I will not be able to, I don't want to be that person who would want to pin him down. I would always defend his case. After all, moves are always there. Sisi tuwasema hivi, Matasi hiyo pia yeye pia alikuwa Matasi ya kivyo yake, lakini kwa hakika ni mbaya sana kwa fixing game, ni mbaya sana hiyo. Uwezi endelea naye mbele kama sasa jina yake imeharibika, unakuta hawezi itu hata kwa international, hawezi enda hata nje, lakini hiyo ni spirit mbaya ya kurudi chini. So tunasema hiyo satani ya Matasi ya fixing game iende kwa jina la Yesu Kristo. Matasi amewekelewa mbaya na rivals. Na rivals ukiangalia makiponyo wako sahihi, ni wale Matasi alikuwa anakalisha kiti. Mistakes hufanywa kila mahali. Ukiangalia kwa Liverpool waliona Carrick alikuwa anafanya mistakes kubwa sana. Tumeona mistake hata De Gea amefanya mistakes kubwa sana. Alafu unaenda kutoa video fulani hapa, unaekelea kando hivi. Mwenye unachukua hiyo video inafaa afungwe mbaya sana. Inafaa afungwe ama alete evidence. Huwezi haribu career kijana tu hivyo eti unakuja kuharibia mbele ya watu. So kwako ako innocent. Amekelewa. Kabisa. Amekelewa. Shukran. Asema mimi nilituma do na do nilituma ndio hii. Tuone. Unajua kulingana na lile video lina mambo mengi sana. Lakini ndio mchezaji ni yeye. Lakini pia ukisikiliza vizuri ni kama wazungu wanasema video nini? Unajua mimi sikusoma, nilipiga mwalimu wa Kiingereza. Hiyo editing. Hiyo. Kama imekatokatwa. So lakini kama alifanya vile ni jambo mbaya na sisi washabiki ndio tunaumia. Na mimi kama Rama Pass milioni wiki inayokuja ndandamana peke yangu na peaceful demonstration mpaka bunge. Maana nataka wabunge wetu wajue nini mashirika mashabiki tunataka kupitia Wizara ya Michezo. Kwa hivyo mimi natangaza mimi nenda kwa maeneo ya bunge siku ya Jumanne na kwenda bungeni mida saa 4. Nataka kupitia ripoti yangu kwa wanabunge na naomba ruhusa. Maana lazima wabunge wapate taarifa hii. Naam. From the word go akiwa FC, Matasi alianza kublanda kuja FC. Hizo blunders, short blunders akiwa FC alianzia hapa. Nakumbuka kuna time ilikuwa ile post. After kumeka blunder, ashaipiga fan FC pale. Ashaipiga fan Mungu teke. Fans after a game, I think it was a derby. So he made a blunder. So pale kwa hiyo post ya pale ile. There's a time like 7 years ago or 8 years ago ashaipiga fan ndio atakatoka FC. That's the time alikuja akaanza kusema anachukia FC. But at the same time sisi fans naonanga by the if you make a blunder we normally see. Yes. Tutakwambia ukweli. Ndio uzuri wa fans uanga wafichi. Sababu we normally pay to watch these games at Kujange Bura hapa and you're being paid kuchezea FC. So there's a time he made blunders akiwa FC. So your time nile piki yake alikuwa ameanza kuja akaona is above FC. At the same time there's a time he said FC ni timu ndogo kwake. Unaona akitoka alienda South Sudan. Kutoka huko alisema FC ni timu ndogo kwake. Of which by the way sisi atushikangi grudge, lakini hiyo kitu imekuja kumkula saa hizi. Ukitoka kwa mama yako, haitakani utoka mama yako kama amekukasi. Yes. So itakana utoka kwa mama yako, utakana utoka mama yako kama amekubless. So the problem with these guys, tumtoa Cabras. FC limtoa Cabras. Cabras Sugar akuja hapa kama kwa very green. FC kamgroom mpaka venye ako. So akaanza kudharau FC. Of which by the way hiyo kitu nakukulanga. Angalia top players wenye madharau timu ile wa groom. Wanakujanga na blanda, wanakuja na wanashuka chini kabisa. Okay, it's quite absurd kama a goalkeeper anaweza baki anachukua pesa anauza timu. Unaona?
hiyo match fixing ni kitu mbaya sana kwa hii nini yetu ya Kenya. Okay, it's a challenge to FKF. Walipe players vizuri, ndo players wasikuwe na tamaa ya kuchukua pesa. Matasi hiyo ni biashara yake, wacha abebe msalaba yake. Juu hiyo game tulijitokeza, lakini alitudisappoint mbele ya mzee. Maybe in one way or another, player anaona hizi pesa zenye anapewa haziwezi feed family and maybe whatever you want to do in life. So that's why anaona when the deal is good, I can't think twice. Anachukua hizo pesa. So but what I would like to tell Matasi, if it's true then we are not happy. Yeye Matasi tumemtambua sana kama goalkeeper wetu wa Kenya na tumekuwa tukimpenda, but whatever is going on, kama ni ukweli Matasi, then sisi tumenawa story yako mkono. Hata mimi kama fan wako nitakasirika kwa sababu I can't be paying entrance, unexpect him we win, kumbe yeye ashachoma bet. Ama mimi nataka Muhindi anijenge nitoke kwa block, kumbe Matasi anachoma bet. That is all. Of course watu wamekuwa kimblame sana because if you compare zile mabao Matasi ameconcede akichezea maybe Premier League sides ama Harambee Stars, you could put some questions. Kuna question marks pale, unajiuliza hapa hiyo bao ameconcede aje. So but I like what FKF wamefanya. First of all, suspend. Hata kama hatuna evidence to show that ana cheat, but suspend first. Remember huyu referee wa England anaitwa David Coote. David Coote ilijulikana tu, video tu ilipatikana, video. Then what inaitwa PGMOL. The body that inashughulikia ma referees suspended him. So I think it's good to suspend him, but I don't know kama he will be incriminated. That's the question. But we must say we can never support mambo ya match fixing because hiyo kitu inamaliza game. Hatuwezi kuwa tunakuja hapa, tuna watch game, mafans wamekuja wengi, then kuna goalkeeper ama defender tayari asha fix. Anajua ikifika dakika kama mbao hivi atafanya blunder. So itatoa hata hiyo integrity ya game, itatoa ile entertainment part of the game because sisi tumekuja hapa kwa entertain. Hatujakuja hapa any other thing. But sasa if akipatikana kuna makosa, achujwe kabisa. We don't want to see such elements in football. Huwezi sema, but kama evidence ita rule amekuwa akifix matches itakuwa, but also wachezaji walipwe ni waache kukuwa na hiyo tamaa ya kufanya vitu kama hizo. Unajua Matasi amekuwa na maishu hapa na pale, lakini kwa upande wangu unajua pengine yeye alikuwa anaona kama ni pesa ndiye anatengeneza, na kwa sport yenyewe kuna venye ameharibia wana sport wachezaji wengi. Kwa hivyo sasa hii hata ukiangalia kuna ile mistake ukifanya kwa kiwanja, sasa hii lazima uangaliwe vizuri. Si kama awali yenye ukifanya mistake mtu anakuacha tu. Sasa hii kuna venye hata kama tuseme wewe ni goalkeeper kama Matasi pale, unajua kuna venye ukienda kushika mpira alafu unaachilia mpira tu pole inaingia. Hivyo ndio tutaanza kuchunguza pole. Kwa hivyo tunaweza sema Matasi maybe alikuwa na lengo lake la kutafuta pesa. Lakini kwa upande wa mchezo basi alifanya vibaya. Kama wewe ni mchezaji, wewe ni mchezaji mara moja. Now look at this. We want football to grow and develop. And if we need football to grow and develop, I may not condone match fixing. If Matasi has been doing match fixing after the investigation, it's good to go. It's not a matter of playing for former FC Leopard. Matasi is good to go. If the investigation will be valid, Matasi has been getting money to fix games. Then match fixing is bad to the current players. We will have backward football. There will be no growth of players within this country. So I condemn what if the investigations will be clear and he'll be found guilty. Matasi is good to go. He should be out of this field. Story ya match fixing ni vice ambayo iko wide. Na match fixing kwanza kitu moja, hatuna sheria ya kupen down mtu ambaye amefanya match fixing. Kwa hivyo mpaka pale bunge waweke sheria ya kudeal na hii vice. Lakini kwa sasa hii kutoka 2015 kesi zimekuwa. Akina Zukericho, watu akina Madoya walikuwa suspended. Marefari walikuwa suspended. After suspension, what next? Unajua hata kama sasa Matasi yako suspended, what next? Suspension itaisha na watarudi waendelee kucheza. Akina Mulo walikuwa suspended. But kama bado hatujadili na hii kitu, mtu mmoja amekuwa punished kwa example kwa wengine, hatujaimaliza. Kitu ya pili, clubs zilipo wachezaji.
these people wanacheza professional player, ni kama kazi kwao. They have bills to pay. Ukiangalia kama Ulinzi sahi, wale civilian players, mtu hajalipwa kutoka deck, unataka acheze, analipa nyumba. Landlord anashinda hujalipa nyumba aje na yeye ni footballer. They have bills to pay. Ndio sasa mtu anataka shortcut, acha nikifixie hapa nitapata 200,000 nitanisukuma. So ma clubs zilipe players, hapo tutakuwa reduce hizi cases za indiscipline. Alafu mtu kama Matasi siwezi elewa kwa nini anafanya match fixing. Matasi kwa cheza police. Police ni kama the best paying club. So sana nashindwa ni kwa nini ujamaa fixi game? Because pale kama ni contract analipwa dopo. Unajua ukisikia mtu wa Talanta amefix game, mtu wa Posta, huyu mtu anapiga 6 months bila pay. Yenyewe hata kama binadamu tasema yenyewe na huyu jamaa ameiba kwa sababu ako njaa. Lakini mtu kama Matasi nashindwa mbona anafanya kitu kama hiyo. Na najua kuna watu wengi bado wanafanya vitu kama hizo na tunafaa kudeal na hiki kitu once and for all. Mafans to push our MPs waweke huko laws za kudeal na hiki kitu. Not until then bado ni kitu ambayo itakuwa na itatukula sana.